Uwepo wa Mungu chanzo cha mabadiliko. Isaya sura ya 6 mstari wa 1 mpaka wa 8. Maneno ya nabii Isaya, wito, yanaelezea wito wa nabii Isaya. Nabii Isaya alikuwa ni mtoto ambaye ametoka kwenye familia bora, sema noble family. Wapendwa, wokovu sio wa maskini peke yao, wokovu ni wa kila mwanadamu. Amen. Unanielewa vizuri eh? Amen. Ni wa kila mwanadamu. Na utumishi wa Mungu sio wa watu fulani tu. Nilikuwa napata shida sana ninapowashuhudia watu, sio kumshuhudia aingie kwenye wokovu, kumtaka mtumikie Mungu. Anasema bado kijana, subiri kwanza nifike umri fulani hivi ndio niingia. Hayo masuala ya utumishi yapo tu, mtumishi wa Mungu. Sasa ananifurahisha Isaya. Isaya alikuwa ametoka kwenye familia bora, lakini tangu enzi za ujana wake alikuwa na shauku ya utumishi wa Mungu. Kumbe inawezekana kuwa mtoto ambaye umetoka kwenye familia bora, lakini bado ukamtaka Mungu, sio tu kwa habari ya wokovu, ila kwa habari ya utumishi. Amen. Kumbe kuna watu walikuwa na nafasi katika Israeli, kama vile ambavyo kuna watu wana nafasi katika taifa hata la Tanzania, lakini bado wana shauku ya utumishi wa Mungu, na wengine ni watumishi wa Mungu. Namfurahia sana mtumishi wa Mungu, aliyekuwa rais wa Zambia kama si Malawi, ambaye alikuwa ni askofu wa kanisa zuri la kanisa letu la TAG, na baadaye akawa rais wa nchi. Ni kiongozi wa taifa, lakini ni mtu anayempenda Mungu. Na hata katika taifa letu wapo viongozi ambao bado ni wacha Mungu, pamoja na kwamba ni viongozi, pamoja na kwamba wana mamlaka, wana nafasi, lakini ni wacha Mungu. Mwambie jirani yako, nafasi ulionayo ndogo isikutoe kwenye utumishi. Sasa Isaya alikuwa na shauku ya utumishi wa Mungu, lakini alikuwa karibu na viongozi na wafalme wa Israeli. Baadhi ya serikali ambazo zilikuwa zinapita katika kipindi hicho cha Isaya zilikuwa corrupt. Mazingira yanabadilisha wapendwa. Rafiki sio rafiki tu. Rafiki ni mentor wako. Mithali anasema chuma hunoa chuma, ndivyo mtu aunoavyo uso wa rafiki yake, si ndio? Sasa Isaya alikuwa na ushirika na baadhi ya watu ambao ni corrupt tayari, kwa sababu baadhi ya wafalme ambao walikuwa wanapita katika Yuda walikuwa wameharibika. Kwa hiyo Isaya naye, pamoja na ile shauku ya kiungu ndani, shauku ya utumishi wa Mungu, lakini marafiki, company ikaanza kumbadilisha. Ashukuriwe Mungu, huwa anaangalia shauku na ana uwezo wa kukubadilisha ikiwa shauku yako ni kumtaka yeye na nguvu zake. Amen. Amen. Nafurahi dada aliyekuja jana, yeye alikuwa hajui kabisa mambo ya Mungu. Inaonekana ametoka kwenye dini yetu hiyo nyingine huko. Anasema tu nimekuja ili unifanyie sala. Halewi kitu. Lakini Mungu huwa anaangalia shauku. Mungu akamgusa na shauku yake hivyo, na kutokujua kwake mambo ya Mungu hivyo hivyo. Mungu akamgusa na akamfungua. Kwa hiyo kile Mungu anakiangalia sana kwako, kile Mungu anakiangalia sana kwa mwanadamu ni shauku. Ukiwa na shauku ya kumtaka Mungu na nguvu zake, regardless situation unayopitia, haijalishi mazingira unayopitia, Mungu atajifunua tu kwako, alafu utaanza kuona utukufu wake. Amen. Amen. Kwa hiyo Isaya, ile shauku ikaifanya neema ya Mungu ifunguke kwake. Kuna siku moja amekaa akaanza kuona maono. Ndio hiyo tunayoisoma kwenye Isaya kuanzia mstari wa 1. Anasema akaona mfalme ameketi kwenye kiti chake cha enzi juu sana. Kichwa chetu cha somo inasema uwepo wa Mungu chanzo cha mabadiliko. Isaya katika hali yake ya uharibifu kwa sababu ya bad company, Isaya katika hali yake ya kinywa kilichojaa matukano, ile shauku ikafungua neema, akaanza kumuona mfalme. Ukipata nafasi ya kuona utukufu wa Mungu, ninakuhakikishia kuna badiliko tu linafanyika kwenye maisha yako. Yaani ukipata tu nafasi ya kukaa kwenye uwepo wa Mungu, uwe na uhakika kuna badiliko tu. Musa alipokuwa anapanda mlimani, pasipo yeye kujua alikuwa akirudi, kuna badiliko linaonekana. Hata wenzia hawawezi kumtazama tena sura. Amen. Kwa nini? Amekutana na uwepo wa Mungu. Ukikutana na uwepo wa Mungu kuna badiliko tu. Sio la wewe kujilazimisha, ila kuna anayelisababisha badiliko. Mungu huwa anasababisha badiliko kwa mtu yule ambaye amekaa tayari kukutana na uwepo wake. Unapokuja ibadani siku zote, shauku yako kubwa iwe nikutane na Mungu.
nikutane na Mungu. Ni kweli nina mambo mengi yananisonga, lakini naweka kando mambo yanayonisonga, naweka kando mawazo yanayonisonga, naweka kando kukosa fedha kwenye biashara yangu ambako kumenipata wiki nzima. Ninakwenda kukutana na Mungu. Full stop. Na wakati mwingine unaweza hata usihangaike na ombi la Mungu niinue, Mungu nibariki, Mungu nilinde. Wewe mwambie tu Mungu, nataka kukutana na wewe, kwa sababu ukikutana na Mungu kuna badiliko tu litaonekana. Amen. Amen. Isaya akakutana na uwepo wa Mungu, na kwa sababu Mungu ni nuru, Isaya akaanza kuona udhaifu wake. Katika Agano la Kale ilikuwa ukimwona Mungu basi wewe huwezi kuishi. Sema asante Yesu, umetupa nafasi ya kukutana na wewe na tunaishi milele. Kwa hiyo katika agano lile la kwanza ilikuwa ukikutana na uwepo wa Mungu, ukikutana na Mungu hivi, kuishi kwako ni ngumu. Kwa hiyo Isaya alipokutana na Mungu, alipokutana na uwepo wa Mungu, akasema ole wangu mimi, maana midomo yangu ni michafu, nami ninakaa katikati ya watu walio na midomo michafu. Maana yake nina kampani mbaya. Ole wangu mimi, nimekutana na Mungu mtakatifu. Isaya hakujua kwamba kukutana na Mungu ni badiliko lake. Wewe kukutana na Mungu ni badiliko lako. Huwa anashangaa mtu anapokutana na magumu au anapokutana na anguko, badala ya kukimbilia kwa Mungu anakimbia kanisa. Hiyo ni jambo la kusikitisha sana. Ukikutana na jambo gumu, hata kama ukikutana na kikwazo ambacho ni karibia kikuangushe, njoo kwa Bwana badala ya kukimbia kwa Bwana. Yaani kama kuna jambo linakukamata, kama kuna uchumi umekukamata, kama kuna dhambi imekukamata, badala ya kumkimbia mchungaji, badala ya kulikimbia kanisa, badala ya kumkimbia Mungu, mkimbilie Mungu. Unanielewa vizuri eh? Unanielewa vizuri eh? Kwa sababu ukimkimbilia Mungu, ukikutana naye atakubadilisha. Badiliko sio sababu ya nguvu yako, sio kwa sababu ya nguvu yako au bidii yako, ila ni Mungu anayelibadilisha ndani yako. Ukikutana naye lazima tu utabadilika. Lazima tu kuna badiliko linafanyika ndani yako. Sema Mungu, nataka nikutane na wewe tu. Nikutane na uwepo wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Isaya akakutana na Mungu, akabadilishwa. Maandiko yanasema akaja malaika, akamgusa kinywa chake, alafu akamwambia umetakasika, tayari wewe ni masihi wa Bwana. Kumbe kukutana na Mungu ni badiliko letu. Amen. Kukutana na Mungu ni badiliko letu. Ninamfurahia sana Isaya. Pamoja na nafasi alionayo, alikuwa ni mnyenyekevu. Ana uwezo wa kufikiria kwamba kumbe mimi ni mwenye dhambi. Unajua wengi ambao Mungu amewapa nafasi wanajitwaliaga na kitu kingine ambacho Mungu hakuwapa. Yaani wamepewa nafasi na Mungu na wao wanajiongezea na kiburi. Sema nakataa kiburi katika jina la Yesu. Ukipewa nafasi, tafuta unyenyekevu. Kadiri Mungu anakuinua, wewe zidi kunyenyekea. Zidi kushuka, kwa sababu Mungu hajafika mwisho katika kukuinua. Ukiibuka na kiburi, maana yake unamwambia Mungu imetosha. Na kwa kawaida Mungu atakushusha, kwa sababu Mungu huwashusha wanaojikweza na huwapandisha wanaonyenyekea. Ukipewa nafasi, ongeza na unyenyekevu ndani yako. Ukipewa nafasi, hakikisha hata kama ni kwenye ofisi yote ni corrupt, hakikisha umebaki na uaminifu wako. Inawezekana Mungu amekupa nafasi kwenye hiyo ofisi, ukabadilishe mazingira ya hiyo ofisi. Ukaondoe rushwa, ukaondoe uchafu, ukalete neema ya Mungu kwenye hiyo ofisi. Kwa hiyo badala ya kukubali kubadilishwa na waliopotoka, hebu simama wewe ukawe ni chuma kinachowanoa wao ndo warudi kwenye unyoofu. Unanielewa vizuri mpendwa? Unanielewa vizuri mpendwa? Kaa kwenye nafasi ambayo amekupa Mungu kama shahidi mwaminifu wa Mungu. Wanapoiba, wewe achana na kuiba. Hata kama fursa iko wazi kabisa ya kuiba, wewe achana na kuiba, kwa sababu umepelekwa pale kuleta nuru. Na wengi huwa wanajifariji, wanasema sinaiba, sinachukua nikalee familia, sinachukua ndatoa na fungu la 10, sinachukua ndatoa na sadaka, sinachukua na Mungu anaona kuna mambo yamenibana kwenye familia. Mungu haoni hicho. Anachokiona Mungu ukifanya hivyo ni dhambi ulioifanya.
kwa sababu mshahara au hiyo fedha unaweza kuchukua kinyume na utaratibu, haiwezi kukukwamua kwenye umasikini au kwenye jambo unalodhani utajikwamua. Inayomkwamua mtu ni neema ya Mungu tu. Hata kama ungekuwa na mshahara wa 100,000, ikiongezeka na neema, kama neema ndo msingi wa hiyo kazi, wa hiyo shughuli ya mikono, ninakuhakikishia utafanikiwa tu. Mafanikio sio hayatokani na mshahara mkubwa. Mafanikio msingi wake ni neema ya Mungu tu. Na ukiendekeza hiyo tabia, kama wewe ni binti, usizani itaishia hapo. Haitaishia hapo. Kuna siku utaanza kuiba hata vya mumeo. Ushaona wale wanawake ambao mshahara wake ni wake na wa mume wake ndo wa familia? Tabia ilianza kujengwa mapema. Haya ni matokeo tu. Sasa wewe usilichukulie kawaida unapopata nafasi, halafu ukaanza kuondoka kwenye eneo la uaminifu ukachukulia kawaida. Kuna kitu kinazaliwa, baadaye kitakuwa ni addiction, kukiacha itakuwa ni ngumu. Au niongee kwa lugha ya kawaida, itakuwa ni pepo limeshakufunga. Utatamani kuacha kwa wakati huo, itakuwa ni ngumu. Hebu shtuka mapema. Sema rafiki, shtuka mapema. Kaa kwa uaminifu. Mungu amekupanda kwa makusudi kwenye eneo alilokupanda. Amen. Amen. Mimi ni mfano mzuri. Fedha nyingi niliyokuwa naipata wakati nimwajiliwa haikunisaidia. Mungu kumbe alikuwa ananifundisha. Fedha ndogo niliyoipata baada ya kuamua kuacha kazi na kujiajiri mwenyewe, ndogo sana. Inawezekana ilikuwa ni nusu ya ile nilikuwa naipata kule kwenye ajira, lakini ilinifanikisha zaidi ya mara 3, zaidi ya mara 4. Mungu alinifundisha kwamba ninafanikisha mimi. Ninafurahi wakati fulani Ibrahimu ameenda kupigana vita na wale wafalme watatu ambao walivamia Sodoma. Halafu aliposhinda mfalme wa Sodoma, maandiko yanasema akamletea zawadi Ibrahimu. Alafu Ibrahimu akasema hapana, usije ukasema ni wewe ulinitajirisha. Ibrahimu alikuwa anaelewa atakaye nitajirisha ni Mungu wala sio mwanadamu. Atakaye kutajirisha ni Mungu wala sio mshahara wa kuiba. Atakaye kutajirisha ni Mungu wala sio fedha ya kuiba. Atakaye kutajirisha ni Mungu wala sio uongo ili biashara iende vizuri. Hapana. Kuna watu Mungu amewapa neema ya biashara ila wanaichanganya na uongo. Acha, fanya kwa uaminifu kazi aliyokupa Mungu. Usiseme nisipoongea hivi mteja atakimbia. Afadhali aondoke kuliko wewe kuondoka kwenye eneo la uaminifu. Hebu fikiria, Danieli alikuwa anafanya kazi ikulu, lakini alikubali kuhatarisha kibarua chake cha ikulu ili tu wasimame kwenye uaminifu. Wewe mwenzangu na mshahara wa 250 eti unaogopa na faida ya 260 unaogopa kusimama kwenye uaminifu kwa sababu utaipotea. Sema Mungu nisaidie. Hii sio shida ya hela. Kuna kitu kinatafutwa. Mungu nisaidie katika jina la Yesu Kristo. Sasa kwenye hii mistari 8 tuliyosoma, kuna vitu vitatu tunaviona. Kitu cha kwanza ni ufunuo wa uwepo wa Mungu. Andika, ufunuo wa uwepo wa Mungu. Kitu cha pili ni wito wa toba ya kweli, na jambo la tatu ni wito wa utumishi. Kwenye haya maandiko Isaya 6 mstari wa 1 mpaka 8 kuna mambo matatu tunajifunza. Jambo la kwanza ni ufunuo wa uwepo wa Mungu. Jambo la pili ni wito wa toba ya kweli, na jambo la tatu ni wito wa utume. Wito wa utume. Palipo na uwepo wa Mungu, lazima haya mambo matatu yatokee. Cha kwanza, ufunuo wa uwepo wa Mungu huo. Lazima Mungu ajifunue. Kwa nini nimerudia tena ufunuo wa uwepo wa Mungu? Kwa sababu katika Agano Jipya Mungu yupo wakati wote. Lakini kuna wakati unaweza ukaingia kanisani mahali ambapo uwepo wa Mungu upo na ukatoka mkavu. Na ukitoka mkavu usiseme lile kanisa nililikuta kame, asema nilikaa mkao niliopishana na ufunuo wa Mungu. Maana Mungu anasema walipo 2 watatu na mimi nipo kati yao. Hakuna kanisa linalomwamini Kristo likakosa uwepo wa Mungu. Ila kuna mwanadamu anayekujaga kwenye kusanyiko na akakosa kukaa mkao wa kuona uwepo wa Mungu. Sema isiwe mimi katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo cha kwanza ni ufunuo wa uwepo wa Mungu.
Katika ule mstari wa kwanza mpaka wa 4, nitasoma mstari wa kwanza alafu nitasoma wa 4 peke yake. Anasema katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia. Hapa anazungumza tu habari ya mwaka, anafanya reference ya mwaka au ya wakati, ya muda ambao tukio lilitokea. Anasema nalimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi. Nalimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi. Hakuna wakati Bwana hakuketi katika kiti cha enzi, lakini wakati huu kwa sababu Isaya amekaa mkao wa kumtaka Bwana, Mungu akajifunua. Maana yake akafungua macho ya Isaya, akaanza kuona uhalisia unaoendelea kwenye ulimwengu wa roho. Amen. Mungu tu akupe neema ya kuanza kuona uhalisia unaoendelea kwenye ulimwengu wa roho. Maana kuna mambo makubwa yanafanyika kwa ajili yako, ni vile tu macho yako yamefungwa. Ukipata neema yakafunguliwa, ninakuambia, hatutakwambia mpigie Bwana makofi, hatutakwambia mshangilie Bwana, hatutakwambia mshukuru Bwana, na wala hutaona mchungaji anarudia mshukuru Bwana, mshukuru Bwana. Hiyo ni misisitizo, kwa sababu haujafunguliwa bado macho. Ukifunguliwa macho ukaona ulimwengu wa roho unavyoshughulika na wewe, utasema asante Mungu asubuhi mpaka jioni. Huo ndio ukweli. Mbingu ziko bize na sisi. Anasema nikamuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi. Alafu anasema kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo la vazi lake zikalijaza hekalu. Pindo, wapendwa, hii hapa pindo limejaza hekalu, limejaza mahali pale. Unaona hapa ndo pana utukufu patakatifu. Ni pindo tu limejaza, manake kwamba huyu Mungu ni mkuu sana, ni mkuu sana. Ndio huyo yuko bize na mambo yako, ndio huyo anayeshughulikia mambo yako. Wakati mwingine tunaingiaga kwenye hofu, ni kwa sababu hatujui ni namna gani Mungu anashughulika na mambo yetu. Hata Yesu aliposema msijisumbue kwa neno lolote, tunajaribu kutafuta tafsiri nyingine ili tuoneshe kwamba hapana, tunatakiwa tuwe bize. No! Mungu anashughulika na mambo yetu kwa kiwango ambacho hatuwezi sisi kushughulika. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wanasema na misingi ya vizingiti ikatikisika kwa sababu ya sauti yake aliyelia, nayo nyumba ikajaa moshi, nayo nyumba ikajaa utukufu wa Mungu, nayo nyumba ikajaa utukufu wa Mungu, nalo hekalu likajaa utukufu wa Mungu, nalo kanisa la JTM likajaa utukufu wa Mungu. Mahali hapo ulipokaa pamejaa utukufu wa Mungu. Mahali hapo ulipokaa pamejaa utukufu wa Mungu. Maana yake Mungu yupo na anashughulika na mambo yako kabla hujaomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana anasema zaidi ya mnaloomba, zaidi ya mnalowaza. Maana yake hata kile hujafikiria kuwaza yeye alishajibu. Najibu hata kabla hajaomba. Nitajibu na kusikia hata kabla hawajafungua kinywa katika kuomba. Kwa nini? Yupo aliye program kila kitu ndani yako. Anajua ni nini utakitaka hata kesho. Si unanielewa vizuri eh? Bwana ameisha program take over. Ameisha program take over. Na huu mwaka lazima una take over. Kwa namna ambayo haufikiri, utashangaa, wow, umeinuliwa. Wow, umeinuliwa. Amini katika kuinuliwa na Mungu, sio na bidii binafsi, katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo taking over ambayo Mungu alituambia sio ile inayoangaliwa kwa mazingira, ni ile ambayo inaangaliwa kwa mbingu zinataka nini. Sema ya. Amen. Huu ni wakati wa kukaa mkao wa kuangalia Mungu anataka nini. Wingu limeinuka linaelekea huku na mimi naenda huko. Na sasa ni giza sawa, lakini kuna huu moto umewaka unaelekea huku na mimi naelekea huko. Kwa sababu kuna namna Mungu anatuinua, iwe mchana iwe usiku. Iwe wakati wa matatizo, iwe wakati wa raha, Mungu anafanya mpango wa kukuinua. Mungu anakuinua. Kwa nini? Umekaa, na ulipokaa kuna yeye pia, uko uweponi mwake. Vazi la pindo lake limefunika hili kanisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Andika mambo yanayohitajika ili uone ufunuo wa uwepo wa Mungu. Ni shauku. Andika shauku. Huyu Isaya alikuwa na shauku. Ukisoma mstari wa 8 utagundua huyu Isaya alikaa kwenye mkao wa shauku. Yaani kwanza ametoka kwenye tuhuma hapo ya kwamba yeye ni mwenye dhambi na ametakaswa.
Hapo hapo anaambiwa wanajadili, mbingu zinajadili nani tumtume. Yeye kashadakia mimi, na ametoka kutakaswa on the spot. Mimi ametoka kuokoka siku hiyo hiyo. Mimi nitume, ni mwinjilisti. Ametoka siku hiyo hiyo, umepewa nafasi siku hiyo hiyo, kuna jambo unalifanya na linaonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni shauku. Jambo la kwanza, ili uone ufunuo wa uwepo wa Mungu, lazima ndani yako kuwe na shauku. Unakuja ibadani, hakikisha kuna shauku ya kuonana na Mungu. Hautakaa mkao wa kuambiwa sasa simama, sasa shangilia. Hata hamna haja ya kuambia sasa tusimame, tunakwenda kumwabudu Bwana. Achana nayo mambo. Wasimame wenyewe. Si unanielewa? Toka nyumbani, sema ninaenda ibadani kukutana na Mungu. Kuna mwimbaji mmoja alisema ibada njema inaanzia nyumbani. Kaa na shauku kwamba ninaenda na nataka nikutane na Mungu wangu. Kuna jambo 1, 2, 3, lakini ninamwamini Mungu, nikikutana naye jambo litaisha. Sina wasiwasi kuhusu hilo jambo, maana ninamwamini Mungu. Kaa na shauku hiyo. Kaa na hiyo shauku. Jambo la pili, neema ya Mungu. Andika neema ya Mungu. Maendeleo yetu na mafanikio yetu yamejengwa kwenye msingi wa neema ya Mungu na sio kwenye bidii binafsi. Kinachotufanikisha ni neema ya Mungu. Isaya kiuhalisia alikuwa ni mchafu. Naongea hivi kwa sababu kuna watu wamekosa kusimama kwenye nafasi zao kwa sababu ya kujihukumu sana. Too much kujihukumu. Mungu ametangaza msamaha, mtu anajitangazia hukumu. Neema ya Mungu ndio inaweza kukubeba. Amini katika neema ya Mungu. Hiyo tu inaweza kukubeba. Unanielewa vizuri? Cha kwanza ni shauku. Cha pili ni neema ya Mungu. Kila ambacho Mungu anataka sisi tuwe ni kuwa na ujasiri kwa sababu ya Yesu Kristo. Wakati mwingine tunakosa kuona uwepo wa Mungu ni kwa sababu unafika mahali ambapo ulitakiwa kusimama kama shujaa, lakini moyoni mwako imejaa hofu. Unahesabu mambo ambayo Mungu hayakumbuki. Unajishtaki kwa mambo ambayo Mungu hayajui. Maana Mungu anasema nikisamehe na sahau. Wewe ni nani unakumbuka? Na kutia moyo ili usimame kwenye eneo lako, usimame kwenye uaminifu wa Mungu, usimame kwenye mahali ambapo utauona utukufu wa Mungu. Ninatamani kila mshirika awe na badiliko. Na badiliko litakuja ikiwa wewe utakuwa jasiri katika Kristo Yesu. Natamani kila mshirika awe na badiliko. Kuna namna tukose muda wa kuhubiri, tupate muda wa shuhuda, na isi muda utukatili njiani. Tuseme na Jumapili tutaendelea. Si unanielewa? Sema Bwana niko tayari kushuhudia matendo makuu. Rudia tena, Bwana niko tayari kushuhudia matendo makuu. Yale ambayo unanitendea. Na katika hili nikukumbushe, usikae na ushuhuda. Nakupa mifano miwili alafu natamka mambo mawili yaliyobaki tunamaliza. Kuna mtu alikuwa anaitwa Herode. Herode walikuwa ni wengi. Herode ilikuwa ni jina la cheo. Lakini kuna Herode mmoja hivi ambaye alifanya jambo zuri na Mungu alitarajia atarudisha utukufu, na hakurudisha utukufu. Niongee kwa lugha rahisi, hakushuhudia kwamba ni Mungu amenisaidia, akajikweza. Mungu akamuua kwa chango. Akamuua kwa ugonjwa wa minyoo. Mfalme, unakufa kwa minyoo. Kwa ugonjwa wa tumbo, umenyongwa na tumbo. Kwa nini? Hakurudisha utukufu. Usiache kumshuhudia Mungu kwa sababu anakwenda kukutendea. Ukishuhudia maana yake umpa nafasi ya kukutendea tena. Na ndio maana alimuuliza yule Msamaria, wako wapi wale 9? Na kwa sababu Biblia imeidentify kwamba yule aliyerudi alikuwa ni mataifa, maana yake hawa wengine inawezekana walikuwa ni Wayahudi. Wako wapi wale 9? Maana yake kumbe Mungu anataka akikutendea, njoo mshukuru Mungu. Usikae tu huko, njoo mshukuru Mungu kwa sababu Mungu anakwenda kukuinua. Si huko uweponi mwake? Si huko uweponi mwake? Anakutendea tu. Usikae na ushuhuda. Usikae na ushuhuda. Amen. Andika jambo la pili, wito wa toba. Kitu tunachokiona kwenye haya maandiko, wito wa toba. Popote ambapo unakutana na utukufu wa Mungu na Mungu amejifunua kwako, ufunuo wa uwepo wa Mungu umekuwa dhahiri kwako, kinachofuata, kwa sababu Mungu ni nuru, atayaangaza maisha yako. Utaanza kuona kitu kimoja kati ya hivi viwili. Either dhambi yako ni makosa yako ili utubu.
ni wito wa toba. Ukiona kuna jambo linakuonesha kwamba hapo ulikosea, haijakusudiwa ukae chini na kulia, haijakusudiwa ukate tamaa, imekusudiwa utubu na kusimama na kuendelea. Mwenye haki wangu hata akianguka mara 7 atasimama tena kama mwana simba. Kwa hiyo mara zote Mungu anapokuonesha udhaifu wako, hana maana haufai, ana maana utengeneze ili uwe imara kama simba. Masimba, nyosha mkono juu. Nyosha masimba. Yes, wewe ni simba. Regardless, kuna hukumu ilikuja ndani yako kwamba kuna sehemu umekosea, ilikuwa inataka utengeneze. Tengeneza na Mungu, songa mbele. Kama sivyo, kuna eneo Mungu anataka kukuboresha. Maana nyakati zote Mungu anataka kutupa hatua. Kuna eneo Mungu anataka kukuboresha. Unapokutana na uwepo wa Mungu, lazima tu Mungu atakwambia fanya na hiki, fanya na hiki, ili uingie kwenye step nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuja nyumbani mwa Mungu, hakikisha hayo mambo mawili yamefanyika. Lazima mojawapo lifanyike. Kama uko sawa na Mungu, basi hakikisha kuna jambo Mungu amekuambia ambalo litaboresha huduma yako, litaboresha uchumi wako, litaboresha ndoa yako, litaboresha mahusiano yako. Kuna jambo tu liingie kwenye hatua nyingine. Usikae kiasala kanisani. Mwambie jirani yako, usikae kiasala kanisani. Wewe ni mtumishi mkubwa, usicheleweshe muda wako mwenyewe. Mstari wa 5 anasema, ndipo niliposema ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami nakaa katikati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemuona mfalme wa Bwana wa majeshi. Alafu akasema akanigusa. Kusudi la Mungu ilikuwa sio kumhukumu Isaya, ilikuwa ni kumgusa. Alafu inasema akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo, akaniambia, tazama, hili limekugusa midomo yako, na uovu wako umeondolewa, na dhambi yako imefunikwa. Agano la kale imefunikwa, agano jipya imeondolewa. Sema, na dhambi yangu imeondolewa. Yes. Usijihukumu, usimhukumu mwingine. Na niliwaambia, ili kanisa ni kanisa linalowaandaa watumishi. Narudia tena, sio wadhehebu, sema watumishi. Usijihukumu, usihukumu yoyote. Simama tu kwenye nafasi yako, mtumikie Mungu. Wito wako ni wako. Kuna mwingine ameitwa kitofauti. Kuna Paulo, kuna Petro. Simama, usijihukumu wala usihukumu. Zaburi 51 mstari wa 17 anasema, dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kupondeka, Mungu hutaudharau. Mungu hadharau moyo uliovunjika, moyo mnyenyekevu. Moyo mnyenyekevu. Andika, kukutana na Mungu huondoa majivuno na uleta toba ya kweli. Uleta toba ya kweli. Hebu nimalizie hii kwa dakika kama 5 hivi, alafu tukisha tuhitimishe. Namba 3, andika wito wa utume. Nimesema namba 1, ufunuo wa uwepo wa Mungu. Namba 2 ni wito wa toba ya kweli. Na jambo la 3 linalotokea palipo na uwepo wa Mungu ni wito wa utume, au wito wa kusudi la kimungu ndani ya mtu. Mstari wa 8. Isaya amemaliza kutakaswa, mbingu zikakaa kikao. Mbingu zikakaa kikao. Ni mbingu zilikaa kikao. Ila Isaya naye alikuwepo, anasikia. Maana amefunguliwa macho, anaona mbingu inafanya nini kwa wakati huo. Alafu akasikia mbingu zinajadili, tumtume nani atakaenda duniani? Tumtume nani? Hebu some hilo andiko. Anasema mstari wa 4, kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema, ni mtume nani? Naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi. Mbingu zinajadili jambo lao. Bwana anauliza na mbingu zinasikiliza. Isaya ananyosha kidole, mimi hapa, mimi hapa. Maana yake ni nini? Popote penye uwepo wa Mungu kuna wito wa kusudi. Na wito unapotokea haumlazimishi mtu, unaitaka hiari ya mtu. Tena ni vizuri uandike, ukumbuke kwamba Mungu huwaita watu, lakini watu wanapaswa kuwa na uhiari kuitikia wito. Nimefundisha wiki nzima kwamba wito tunapaswa kuitikia kwa haraka wito wowote wa madhabahu au wito wowote wa kimungu. Kwa hiyo Mungu yeye kazi yake ni kuita. Anasema shambani mwa Mungu mavuno ni mengi, watendakazi wachache. Afu ameishia hapo. Anataka sasa mtu aseme, mimi hapa mtendakazi. Kuna ile zana ya zamani ile nataka ifutike.
Zamani ili mtu aonekane ameitwa, kwanza lazima atajwe jina, alafu akatae kidogo, alafu alazimishwe, alafu apite analia, lakini ni kazi ngumu. Unasema huyu kweli ameitwa. Sema hapana. Hapana. Yaani ukiambiwa fulani utatusaidia wenyekiti wa vijana, ukikubali tu haraka anasema ana Mungu anapenda vyeo. Anapenda vyeo. Tunataka mtu kwanza akatae kidogo. Fulani utatusaidia wenyekiti wa kwaya. Mchungaji, mimi kwa kweli hiyo kazi siwezi. Yesu, umeniona mimi. Mlete mbele, wanakushika na kukushika sasa huku na huku. Wanakuleta mbele, wasema baba mtie nguvu. Mtie nguvu baba, na ukumbatiwe ndio uone kweli Bwana ananitia nguvu. No, ni utoto. Huo ni utoto. Huo ni utoto. Niwaambieni iweni kama Petro. Basi iweni kama Isaya. Wanajadili tu ni mbingu. Bwana anauliza pale, sijui na malaika walikuwepo. Ni mtume na Isaya ametoka kutakaswa siku hiyo hiyo, anasema mimi hapa. Sema mimi hapa. Nani awe mwenyekiti wa kwaya? Mimi hapa. Achana na ule mwitikio wa wito wa kizamani. Na ukiona mtu anajipigia kampeni, nichagueni mimi, huyo ana Mungu. Piga kampeni vizuri. Si anataka mtumikie Mungu. Nilipokuja hapa, kwa nini niliwaambia mimi siwezi jamani, nitieni moyo. Hivyo. Na kama mnavyoniona tutieni moyo familia. Mke wangu pita huku na watoto. Jamani tubebeni katika Bwana. No. Mimi ndo nilikuwa nawabeba nyie. Uongo kweli? Uongo kweli? Baba hatuwezi kujenga, tutajenga. Baba hatuna hela, tunazo. Baba sasa tutapata wapi mabati? Yapo. Ndo utumishi anaotaka Mungu. Wewe unayetaka kusukumwa wewe, shauri yako. Nataka wakina Petro ambao hata kama mchungaji hajatangaza anakuja kumuuliza mchungaji, hamna nafasi yoyote mchungaji? Kwenye mashemasi hapo hamna. Na ndio maana niliwaambia makatibu wangu, napokaribisha wageni waambieni watangaze huduma zao. Mimi ni mgeni, natumika kwenye huduma ya uimbaji. Tukimaliza baada ya ibada na ulisema uimbaji, Mary mtu wako huyu hapa. Kwisha. Si anataka kumtumikia Mungu. Unabania vya nini? Ndio protoko yangu, usinizuie. Fuata ya kwako na mimi ya kwangu ndo hiyo. Mtu ana utumishi, apewe nafasi. Apewe nafasi. Kwa sababu penye uwepo pana wito, na penye wito panataka mwitikio wa haraka. Itika haraka wito wa kimungu. Siku zenyewe ziko wapi? Njoo utumike. Wewe kijana, njoo utumike. Muda umekwisha, njoo utumike. Jenga CV katika mbingu, tumika. Ubiri mpaka waseme hichi kibinti kidogo kinahubiri, aka kijana kadogo kanahubiri. Watu wanashangaa. JTM tunaona ni kawaida. Nilimwambia binti yangu, wakati amenirushia clip ya Mbarikiwa anaponda, nikamwambia hii ni pushing force. Bwana ameileta ili ya kupushi. Sasa wewe, Jumapili baada ya kutangaza jambo fulani, tutapanga mpango mwende mkahubiri mtaani. Sasa sijui kama litawezekana, lisipowezekana hakikisheni hii wiki mmeenda kuhubiri mtaani. Tunatuma nyingine na yenyewe aponde. Si anatupushi. Sio kila kitu kinachokuja in a negative way ni negative. No. Jifunze kubadilisha negativity kuwa positivity katika jina Yesu. Badala ya kulia, cheka. Mtu amekutukana anategemea ulie, cheka. Kuna mtu ametukanwa na ananunuliwa gari la zaidi ya milioni 60. Asubuhi nilikuwa nawaza, sijui baadaye ni posti na mimi, jamani hamna wakunitukana kidogo. Afu anizalilishe kwa undani. Kwa hiyo ni kwamba kuna wakati vitu vinakuja in a negative way, vibadilishe viwe positive. Baba yangu ana kakauli kamoja. Ukimwambia wewe ni mfupi anasema ndio maana anaweza kuinama haraka. Sihitaji mchakato ili nifike chini. Anatumia fursa. Baraka, wewe mfupi, yes, ndio maana naweza nikainama haraka. Nyenyekea mbele za Bwana, umeshanyenyekea. Mrefu mpaka aje anyenyekee. Ulishamtangulia unyenyekevu. Kubariki tu hali yako hivyo ulivyo. Haleluya. Haleluya.